Mara nyingi ndoto za jini maba zimekuwa na madhara mengi kwenye maisha ya watu, lakini kwa sababu ya upungufu wa maarifa na kujua, kwa watu wamekuwa wakizidharau. Kwa hiyo hizi ndoto za jini maba moja kwa moja huwaga zinaleta madhara makubwa sana, hasa kwa wale ambao bado hawajaingia kwenye ndoa, pia hata kwa wale ambao wamekwisha kuingia kwenye ndoa. Kwa mfano wa ndoto ambazo zinatokana na jini maba zipo nyingi. Kwa mfano unaweza mtu ukaota unaolewa na mtu unayemjua au usiyemjua. Pia jini maba anaweza kutumia sura ya mtu unayemjua ili hiyo ndoto usiwe na focus nao kufuatilia wala kushtuka. Kwa mara nyingi anaweza kutumia sura ya mtu unayemjua au usiyemjua. Kwa hiyo unaona kwenye ulimwengu wa ndoto unaolewa. Pia unaweza kukuta mtu anaota ananyonyesha au anaota amezaa au anaota ana mimba. Kwa hiyo ya mimba ya maana tofauti, lakini nitadili sana kwenye jini maba. Kwa hiyo unakuta hizo zinakuja kuleta vifungo, kwa sababu ndoto yote ya jini maba kwenye ulimwengu wa roho hilo linakuwa ni agano. Kwa mfano binti ambaye hajaolewa, unapoota ndoto hiyo ya jini maba unaota labda unaolewa. Yaani kama wewe haujaolewa na unaota kwenye ndoto zako unaolewa, yaani swala la wewe kuolewa utalisikia yaani ni ngumu mno, labda upate ukombozi kwa jina la Yesu Kristo ndio unaweza ukatoka kwenye kifungo, kwa sababu ile ni agano linalofanyika kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo jini maba kama ni kwa mwanaume anaota ndoto analala anazini au anafanya tendo la ndoa kwa mwanaume au kwa mwanamke, ile iliyofanyika ni agano. Maana yake inapofanyika vile, kinachofanyika kwenye ulimwengu wa roho ni nafsi zimeungana, yani roho zimeungana. Kinachounganisha watu, ile tendo pia linaweza likawaunganisha watu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unakuta sasa watu lile jambo linawaunganisha. Kwa hiyo inakuja kuleta madhara. Madhara yanakujaje? Madhara yanakujaje? Unakuta mtu hajaolewa, kwa hiyo anapata wachumba. Kila mchumba anayempata hamuoi, anamwahidi hamuoi. Yaani unakuta ni ngumu mno kuolewa. Unajiuliza kwa nini olewe? Kumbe kwenye ulimwengu wa roho, spiritual husband, watu wasema mwanaume wa kiroho kule amesha kuoa. Kwa hiyo swala lote la mahusiano ndoa linahusisha agano. Maana yake haiwezekani mkaingia kwenye agano lingine wakati kwenye ndoto kule tayari umeshaingia agano. Kwa hiyo kinachofanyika ni nini? Unakuta wanagombana hao ambapo kwenye mahusiano kwenye ndoa wanagombana, na ukiangalia sababu inayofanya wagombane ni sababu ambayo haina kichwa wala miguu. Unakuta tu wamegombana kwa sababu za kawaida tu, wanaamua kuachana. Unakuta huyu anapaniki, mwanamke anapaniki, mwanaume anapaniki, wanaachana. Au ni ambao bado hawajaingia kwenye ndoa, ambao hajaolewa. Unakuta kila mwanaume anayempata tu anaachana naye, kila mwanamke anayepata mnaachana naye, alafu kila mmoja anamuona mwenzake ni sababu. Yaani hamna anayekubali yeye ni sababu, lakini kila mmoja anaona mwenzake ni sababu. Kumbe kinachofanyika hiyo ni nguvu inayofanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Sasa kwa kuwa watu hawajui, wanakuwa wanadili na kwenye mwili. Hakuna semina ambazo zinaweza zikatibu ndoa kama unaota hizo ndoto, isipokuwa ni maombi tu kwa jina la Yesu Kristo. Lazima lile agano kwenye ulimwengu wa roho livunjike. Kama hutaki kuamini au unataka kukubaliana na ninachokisema, kama wewe bado hujaoa au hujaolewa na unaota hizo ndoto za unafanya tendo la ndoa, umezaa, unanyonyesha, umeolewa, una mimba, kama ushakuota hizo ndoto hizo alafu na hujaoa au hujaolewa, jaribu kuchunguza mahusiano yote unayoyaingia. Kila mwanaume unayempata, mwanamke unayopata, lazima mgombane, na sababu yenyewe mnagombania ni sababu ambayo kila mtu ukikaa ukifikiria unaona kama haina hata sababu ya maana kwa nini mmegombana. Yaani kila mtu anamuona mwenzake sababu. Unakuta mmoja ana hasira, mwingine mkali, kwa hiyo anaamua kuachana. Lakini ukikaa chini mkifikiria hamna sababu ya msingi ya kuachana nini. Utakuta kila mmoja ni hasira zake tu. Hiyo unakuta ni yule jini maba kwenye ulimwengu wa roho. Hiyo ni nguvu, anatia pressure na kujaza mtu hasira. Anamjaza hasira. Kama jini maba kamshika mwanaume, anamjaza hasira mwanaume, muone mwanamke ni kero nini, anamwacha. Kama ni mwanamke hivyo hivyo. Kwa unakuta ni ngumu sana binti kupata mume au mwanaume kupata mke. Kwa unakuta anapitia kwenye kipindi kigumu. Kila mahusiano unaokaa hayadumu, yanavunjika. Yaani ukishapata tu mwanaume au mwanamke, lazima utaota hizo ndoto zinakuja mfululizo. Baada ya muda fulani au mahusiano yanakufa. Unajiuliza shida ni nini? Mbona anachelewa kuolewa? Kumbe kuna agano la jini maba kwenye ulimwengu wa roho. Unakuta watu wanaolewa ufukweni, baharini, na wanaume wa Kiarabu au wanawake wa Kiarabu au wa kizunguzungu hivyo, watu weupe, watu unaowajua au sio wajua. Unajikuta hizo ndoto zinakuandama mara kwa mara, afu ndio
kutia uzito mtu kuolewa. Sasa wale ambao wapo kwenye ndoa wanaota ndoto za dizainiwa, unakuta ndoa ina migogoro, yani ndoa haiishi malumbano, ni kila siku ni migogoro. Alafu isitoshe sana, hili jini mahaba linapomkamata mwanaume au mwanamke, mara nyingi woga kwa mwanamke linashambulia uzao, yani hakiruhusu kuzaa. Na kama wewe umezaa kwenye ulimwengu wa roho, ulizaa watoto, wewe na hakika uchumi wako utashambuliwa. Yani uchumi, jini mahaba pia linashambulia na uchumi, ili mwanamke aone sababu ya kwamba wewe humjali na hudumii, watashambulia uchumi wako ili tu mwanamke akuchoke aondoke. Na hiyo ni mojawapo ya sababu ya mahusiano mengi au ndoa nyingi za vunjika, kwa sababu jini mahaba lina kawaida kushambulia uchumi. Lakini hayo yote ni kwa sababu watu hawana maarifa na hizi majini mahaba. Kwa unapoota ndoto dizainiwa, kisha unaingia gharama ya kuvunja na kubomoa hilo agano mpaka livunjike. Kwa mara nyingi jini mahaba ameshambulia sana ndoa za watu, ameharibu hatima za ndoa za vijana, ameharibu hatima ya ndoa nyingi kwa sababu tu chanzo ni jini mahaba. Siku zote jini mahaba anapoingia agano na mtu kupitia ndoto, maana yake hilo agano utaota kwenye ndoto, unaolewa, nimesema, unavalishwa pete, unanyonyesha, au mtu anaota anazaa, au unafanya tendo la ndoa. Hizo zote ni ndoto za jini mahaba. Kwa kama unaota hizo ndoto za jini hivyo, kama haujaolewa, yani shughuli, yani kuja kuolewa wewe ni mbinde, yani wanasemaga kwa mbinde. Kwa hiyo ili kuondoa yote ni nini? Lazima uvunje agano kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Lazima uvunje ile agano, maana linakuwa lina halali. Maana mpaka linakuoa, maana limepata halali. Kwa maana pale lazima uingie toba, kwa sababu kuna mlango ambao uliufungua wewe ukasababisha jini mahaba akaja. Kwa lazima uingie kwa kutubu, unaomba toba na rehema ili Mungu akutakase. Ili jini mahaba agano lifanye nini? Livunjike. Pia kwa mwanaume hivyo hivyo. Lazima uingie rehema, utubu ili agano lifanye nini? Liondoke. Kwa hiyo hayo ndo madhara jini mahaba. Jini mahaba analeta vurugu kwenye ndoa, analeta vurugu kwenye kila kitu, vurugu kwenye ndoa, vurugu kwenye mahusiano, vurugu kwenye kila kitu. Yani ndoa zinakuwa haina amani, wanachukiana, hampendani. Jini mahaba, hayo ni madhara. Yani shida zote kwenye ndoa, vurugu zote za kwenye ndoa, kama unaota miongoni mwenu yupo anaota ndoto za design hii, hiyo ndo chanzo. Yani zile shida zote, vurugu, kukosa amani, ugomvi, ndoa kuvunjika, mahusiano ya dumu, hauolewi, umechelewa kuolewa, upati uzao, upati watoto, kama unaota ndoto za design hii ni jini mahaba. Kwa ni lazima urudi kwa Mungu kupitia jina la Yesu Kristo peke yake, ndio utaweza kuzivunja hizo nini, hizo agano za jini mahaba.